Kuna mbinu moja ya kisaikolojia ambayo ukiitumia, adui yako anachanganyikiwa, anapoteza nguvu na anajiuliza kama bado ana udhibiti. Na mbaya zaidi, anakasirika bila kuelewa kwa nini. Mbinu hii inaitwa mirror effect au mbinu ya kioo. Leo nitakuonyesha jinsi inavyofanya kazi na namna unavyoweza kuitumia kulinda nguvu zako bila ugomvi, bila kelele na bila kutumia nguvu nyingi. Kabla hatujaanza, usisahau kusubscribe. Bonyeza alama ya kengele ili kila video mpya ikitoka uwe wa kwanza kujifunza kitu kipya kuhusu akili ya mwanadamu na maisha ya kila siku kisaikolojia. Katika Law 48 of Power, kwenye mada ya law ya 44 ya mirror effect, inafundisha kwamba ukimwonyesha mtu tabia zake yeye mwenyewe kama kwenye kioo, unamvua nguvu bila hata kumpa nafasi ya kukushambulia. Hii mbinu ni ya zamani, inatumiwa na wataalamu wa mazungumzo, viongozi, wanaharakati, wanasiasa na wataalamu wa kisaikolojia. Lengo lake ni moja: kumtoa mtu kwenye pointi yake ya nguvu kwa kumrudishia kile anachokifanya bila kuongeza wala kupunguza. Kwa kifupi, huwa unafanya hivi: akiongea kwa ukali, unajibu kwa utulivu ule ule. Akitoa hoja za kipuuzi, unazirudisha kwake bila kubishana. Akikuvusha mipaka, unamwonyesha kile anachofanya bila kumshambulia. Adui anapoteza mwelekeo kwa sababu hawezi kupigana na nafsi yake mwenyewe. Kwa nini mbinu ya kioo inauma na kumkera adui? Mbinu ya kioo ni rahisi kwa nje, lakini ina athari kubwa ya kisaikolojia. Hapa ndio sababu kuu zinazoifanya imume mtu anapojaribu kukushambulia. Namba 1, inamnyima udhibiti wa mazungumzo. Watu wanaokuja na hasira au kejeli mara nyingi wanategemea reaction yako. Wanataka ujibu vibaya, ukasirishwe, uingie kwenye mzozo au ujihisi mdogo. Ukimrudishia kile alichofanya bila kuongeza hasira, anapoteza nguvu aliyotegemea kwa sababu mashambulizi yake hayakuzalisha matokeo aliyoyataka. Hii inamfanya ahisi kama nguvu zake hazifanyi kazi juu yako. Namba 2, inamfanya ajione alivyo kweli, kitu ambacho watu wengi hawapendi. Unaporudisha tabia yake, anajiona kwenye kioo. Watu wengi wanapenda kuona makosa ya wengine, si ya yao wenyewe. Kioo kinapomlazimisha aone ukali wake, dharau zake au ukosefu wake wa heshima, anaanza kuhisi aibu, kukerwa au kukimbia ukweli bila wewe kusema neno baya. Namba 3, inavunja juhudi zake za kukusukuma kwenye hisia. Watu baya hutegemea kukuchezea hisia. Wakiona huingii kwenye trap yao, wanahisi kama wamepoteza uwezo wa kukutesa. Hilo linamuumiza kwa sababu alitaka ufike kwenye kiwango chake cha hasira, lakini wewe umekataa. Hapo nguvu yote inamrudia yeye mwenyewe. Namba 4, inamrudisha kwenye mantiki wakati alitaka vita ya hisia. Mirror effect haipigani, inaonyesha na inatuliza. Hii inamlazimisha adui kuingia kwenye mazungumzo ya mantiki wakati alichotaka ni mziki wa ugomvi. Kumlazimisha mtu mwenye hasira afikiri kwa utaratibu ni sawa na kumwaga maji baridi kichwani. Anakerwa na hali hiyo kwa sababu haikupangwa kwenye script yake. Namba 5, inamfanya ajihisi hana nguvu juu yako. Kuna adui ambaye lengo lake si kukushinda, bali kukudhibiti. Mirror effect inamwambia kimya kimya, hana uwezo wa kuniendesha. Hili ni jambo linalouma sana kwa mtu aliyekuja kwa nia ya kutawala mazungumzo au kukudharau. Ukisha mnyima nguvu hiyo, anakosa cha kufanya, ndipo hasira inarudia kwake. Namba 6, inamjengea msongo wa ndani au internal conflict. Kisaikolojia, ubongo wa mwanadamu huchukia kutokuelemeka. Anapojaribu kukukasirisha na hukasiriki, ubongo wake unapata mgongano. Kwa nini hasira yangu haifanyi kazi? Kwa nini hachoki? Kwa nini ananitulizia? Mgongano huu humfanya awe na msongo, na msongo huleta hasira zaidi
ambayo inamuumiza yeye, si wewe. Namba 7, inamgeuza kutoka mshambuliaji kuwa mwenye kujitetea. Unapomrudishia maneno au tabia aliyoitumia, mara nyingi anaanza kuelezea alichosema au kukitenda. Badala ya wewe kubishana, kupandwa hasira, kushindania sauti, unamrudishia kwa utulivu. Yeye, wewe huwa una akili kabisa. Kwa nini hujui mambo madogo hivi? Wewe kwa sauti yake, lakini kwa utulivu. Kwa hiyo namaanisha nahitaji kufikiri zaidi. Atafanya nini? Anachanganyikiwa, hajapata ugomvi alioniati, na bado jibu limrudisha kwenye mstari bila matusi. Au mfano mwingine, mtu anayependa kukukatisha maneno. Badala ya kusema acha ninikatishe maneno, unasema umeona ulivyoniingilia kabla sijamaliza sentensi. Hebu nisikilize nimaliza sentensi. Ni kioo kilichotulia kinachomrudisha kwenye nidhamu bila ugomvi. Jinsi ya kutumia mirror effect kwenye maisha ya kila siku. Namba 1, rudia sauti na mtindo wa mazungumzo, lakini kwa utulivu. Usimrudishie hasira zake, rudisha tu aina ya mawasiliano aliyoleta. Hii mfanya ajione kama anazungumza na toleo lake lililotulia, na hilo humchanganya haraka. Mfano, yeye, kwa nini hujui hata vitu vidogo kama hivi? Wewe, kwa utulivu, kwa hiyo unaona sijui vitu vidogo kama hivi. Anapoteza mwelekeo kwa sababu hasira zake hazipati majibu anayoyataka. Namba 2, rudia maneno yake ili aone uzito alichotamka. Ukirudisha alichosema, unamlazimisha afikiri tena maneno yake bila hata kubishana naye. Mfano, yeye, wewe huwa wa ajabu sana. Wewe, kwa hiyo mimi ni wa ajabu sana. Anaamua mwenyewe kama alikosea au aliongea kwa jazba. Namba 3, onyesha kile anachofanya, usikishambulie. Badala ya kumwambia unaboa au umezidi, unaeleza tu tabia aliyofanya. Kama kioo. Mfano, umenikatisha tena kabla sijamaliza sentensi. Hebu nisikilize nimaliza sentensi. Ni kioo kilichotulia kinachomrudisha kwenye nidhamu bila ugomvi. Namba 4, tumia kimya kama kioo. Wakati mwingine usijibu haraka. Kimya humfanya adui ajihisi vibaya na ajirekebishe mwenyewe. Hii ni mirror effect yenye nguvu. Hasira yake inaishia kwake, sio kwako. Namba 5, rudisha mantiki mahali pa hisia. Akiwa na hisia kali, wewe rudisha mazungumzo kwenye mantiki. Hii humvunja mara moja. Mfano, umeudhika kwa babu gani hasa? Hebu nifafanulie. Unaiga njia yake ya kuja juu, lakini unaigeuza kuwa mantiki, na hapo anapoteza nguvu. Kwa nini mbinu hii ni ya nguvu sana? Inakupa nguvu ya kisaikolojia, inakuepusha na ugomvi, inamweka adui kwenye hatia, inakufanya udhibiti mazungumzo, inamfanya ajilaumu bila kumwambia alilaumu. Wanasaikolojia wanasema, adui anapojiona kwenye kioo, hasira yake haikai kwenye ubongo wa mantiki, inamrudia yeye mwenyewe. Mirror effect ni moja ya mbinu ambayo inaweza kukulinda bila hata kupigana. Ni silaha ya utulivu, akili na kujitambua. Kwa kila mazungumzo magumu, kumbuka hili. Usipigane na mtu, muonyeshe tu yeye mwenyewe. Hapo ndipo nguvu zako zinatokea. Kama umejifunza kitu leo, usisahau kulike na kusubscribe ili usipitwe na video zetu nyingine. Andika kwenye comments, nipo tayari kujifunza zaidi. Life Psychology TZ, tunagusa akili, tunabadilisha maisha. Tukutane tena kwenye video nyingine. Bye.